Sehemu ya 7. Ramla alirudi nyumbani baada ya mazungumzo yake na Anuari akiwa na mzigo mkubwa wa mawazo. Maneno yake bado yalikuwa yakijirudia kichwani. Nitaeleza kila kitu, lakini tafadhali usinihukumu mpaka uelewe. Kulikuwa na maswali mengi yasiyojibiwa na hali iliyomzunguka Anuari ilizidi kuwa ngumu kueleweka. Asubuhi iliyofuata Neema alifika kwa Ramla akiwa na tabasamu lake la kawaida. Ramla, sijui kama ulikuwa na nafasi ya kufikiria kuhusu ushauri wangu. Huyu kijana Anuari sio kuaminika, alisema huku akijaribu kuingia ndani bila kualikwa. Neema, naomba unielewe, siwezi kuamua kuhusu mtu kwa msingi wa maoni ya wengine. Tafadhali acha nisikilize kila upande. Ramla alijibu kwa utulivu lakini kwa msisitizo. Neema alitikisa kichwa na kusema sawa, lakini kumbuka maneno yangu, kuna sababu nimeamua kukuambia haya. Baada ya kuondoka kwa Neema, Ramla alihisi kama alikuwa anahusika kwenye mchezo wa siri ambao bado hakuelewa. Usiku ulipoingia, Ramla alipokea simu kutoka kwa Anuari. Ramla, je, tunaweza kuzungumza sasa? Kuna mambo ambayo nataka uyajue, alisema kwa sauti ya dhati. Ramla alihisi moyo wake ukipiga haraka sana. Sawa, njoo, nadhani ni wakati mwafaka wa kueleza ukweli, alijibu huku akihisi mchanganyiko wa hofu na udadisi. Fichuo la kwanza. Wakiwa wameketi sebuleni, Anuari alianza kueleza hadithi ya maisha yake. Nimekimbia maisha yangu kwa muda mrefu Ramla. Baba yangu alikuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa, lakini alihusiana na watu wa hatari. Baada ya kifo chake, watu hao waligeukia familia yetu. Sasa wanataka mali zetu zote na mimi nimekuwa nikikimbia ili kulinda maisha yangu. Ramla alishtushwa na maelezo hayo. Kwa nini hukuniambia mapema? Na kwa nini unahisi kuwa salama hapa? Aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Anuari alimtazama moja kwa moja machoni. Wewe ni mtu pekee niliyekutana naye ambaye najua anaweza kunielewa. Sikuweza kusema mapema kwa sababu sikuwa na uhakika kama ningekuamini, alisema kwa sauti ya chini. Wakati mazungumzo yao yalipozidi kuwa ya kina, mvuto kati yao ulianza kuwa wazi zaidi. Anuari alimsogelea Ramla, macho yake yakionyesha tamaa iliyojificha. Ramla, naomba usikubali kuniacha. Wewe ni sababu pekee inayonipa nguvu ya kupambana, alisema huku akiushika mkono wake. Ramla alihisi hisia kali ndani yake, lakini bado alikuwa na shaka. Anuari, siwezi kusema kuwa nakuelewa kikamilifu, lakini nahisi kuna uaminifu ndani yako. Anuari alimsogelea zaidi, midomo yake ikikaribiana na ya Ramla. Sekunde hizo zilijaa mvutano na msisimko. Walipokaribiana zaidi, mlango wa nyumba ya Ramla ulianza kugongwa kwa nguvu, ukikatiza hali hiyo ya kihisia. Ramla alisimama haraka na kwenda kufungua mlango. Alikuta mwanaume mrefu mwenye muonekano wa kutisha akiwa amesimama pale. Wewe ni Ramla, sahihi? Tunahitaji kuzungumza kuhusu Anuari, alisema kwa sauti nzito. Ramla alihisi damu yake ikianza kushtuka. Aligeuka kumwangalia Anuari ambaye uso wake ulikuwa umebadilika kabisa, ukionyesha hofu ya wazi. Mwisho wa sehemu ya 7. Je, mwanaume huyu ni nani? Na kwa nini anamtafuta Anuari? Hatari inaongezeka na Ramla anajikuta katikati ya mchezo wa hatari zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Itaendelea.